Historia fupi ya kambi iitwayo Nyarugusu Camp. Nyarugusu ni kambi ya wakimbizi ambayo inapatikana nchini Tanzania mkoani Kigoma. Nyarugusu ilianzishwa mnamo mwaka 1997 hadi leo mwaka wa 2026 bado kambi hiyo ipo na inaendelea. Kambi hiyo ni mojawapo ambayo inapeleka maelfu za watu Marekani, Canada na Australia, Sweden. Hata leo hii ukienda Marekani, kila state utakutana na Wakongo waliotoka kambi hiyo ya Nyarugusu ambayo inapatikana nchini Tanzania mkoani Kigoma. Acha nikurudishe hapo nyuma ili upate kutambua maisha ya wakimbizi waliishije na wanaishije hadi sasa hivi. Hapo zamani katika miaka ya 2005 maisha ya hapo Nyarugusu yalikuwa ni magumu sana, ingawa walikuwa wanapokea chakula cha UNHCR, lakini bado kilikuwa hakiwatoshi. Wakimbizi walijishughulisha na kilimo, kwenda huku na kule kutafuta chochote kile ili wapate kukuza familia na watoto. Japokuwa chakula kilikuwa ni shida, lakini walipambana, hawakukata tamaa. Kulikuwa hakuna hiki wala kile, japokuwa walikuwa na vitu mbalimbali. Wakimbizi walipambana na maisha hayo mpaka ilipofika mwaka wa 2012. Hapo ndipo walipata nafasi ya watu kuja Marekani, Australia, Canada na Sweden. Ukienda Marekani, kila state utakuta kuna Wakongo waliotoka nchini Tanzania kwenye kambi ya wakimbizi iitwayo Nyarugusu mkoani Kigoma. Je, nani asiyejua Nyarugusu Camp? Kambi inayofahamika ulimwenguni kote. Kambi hiyo ni mojawapo yenye vijana wengi wenye vipaji mbalimbali, kwa mfano mpira na usanii na vinginevyo mbalimbali. Zaidi sana ni usanii na mpira. Mojawapo wa wachezaji wakubwa leo hii wanachezea Tanzania ni mojawapo anaitwa Kibu Denis. Alitokea katika kambi hiyo ya wakimbizi. Japokuwa wachezaji ni wengi na walikuwa wengi, leo hii wengine walienda nchini Marekani, wengine walisafiri kwenda Kenya, Uganda na wengine walirudi DRC. Lakini hata sasa Nyarugusu bado vipaji vinaendelea na vipaji ni vingi mno. Leo hii kuna nyota fulani, msanii wa Kibembe anayefahamika kwa jina la Nyagomeni Bebero. Leo hii watu wanatambua Nyagomeni ni mkimbizi kutoka kambi hiyo ya wakimbizi, lakini ndo anawakilisha mziki wa Ebembe to the world wanauita wao. Lakini usichojua sasa, huyo Nyagomeni unayemjua leo ni nyota, ila wapo manyota zaidi ambao hawajapata nafasi ya kwenda mikoani kama yeye. Maana wasanii ni wengi, wapo malejendari wa juu ya Nyagomeni na Nyagomeni pia anawaheshimu. Siyo hayo, hatukuja kuongelea hayo. Ifahamu Tanzania ni nchi yenye vipaji vingi, unaambiwa, na vipaji vingi Tanzania vinatokea Kigoma. Wengi wao ni wakimbizi kutoka Nyarugusu Camp kama Fonda TZ, Godfrey. Leo hii wanafanya mziki mzuri, japokuwa Fonda TZ amezima kivile, ila sipo huko. Nyarugusu Camp ilikuwa kambi yenye msukosuko mingi, watu kufariki hapa na pale, lakini leo hii nani asiyejua Nyarugusu Camp? Na unaambiwa kila kijana pale Nyarugusu Camp ni star material, yaani kila mtu pale anajiweza kivyake. Kuna mapiskali wa kutosha, kuna masuperstar, wasanii na wachezaji wa mpira wakubwa pale. Tuna kila kitu. Hapa Dar es Salaam tuna Crown Media, Wasafi TV na Africa TV. Hivyo hivyo hata pale Nyarugusu pia wana TV zao, yaani unaambiwa kule
wana kijiji chao, ni tofauti kabisa. Yaani wako kama wanaishi nchi nyingine, lakini ni Tanzania. Usichokijua, Nyarugusu Kempo imejawa na vipaji na wamejipata kwenye njia fulani tofauti. Wana TV zao iitwayo Alexandra TV, Alobo Vibe, nyingi sana kadhalika. Kwa siku ya leo naishia hapo. Asante sana kwa kutusikiliza. Siku nyingine tutakuletea taarifa ndefu zaidi, ili ukitaka ujue mengi zaidi kufuatana na wakimbizi wa kambi hiyo, ni follow. Mwenzenu mimi nataka interview na Lovaibu, niuze sura, lakini natukanwa wasanii wa hapa kwetu kama ule Junda Kajala Paula nwapende, pengine labda inaweza ikasaidia marapa wote nwachambe.